Mzee, baba. Mbona kama una mawazo sana? Kuna kitu gani kinachokusumbua? Mtoto wangu. Yaani saizi sina mawazo mengi sana. Una mawazo gani? Mtoto wangu nawaza tu kutokana na mawazo ambayo ninayo. Nilikuwepo na mali, ng'ombe, mbuzi. Ndiyo. Sasa zile mali mamako alikuwa anaumwa, nimeuza zote, nimemuuguzia ile mamako. Tena bahati mbaya ile mamako kafariki. Sasa na kuangalia lika yako uliokuwa umefika. Natakiwa uwe na mke, mali nitazipata wapi za kukuwezesha wewe? Sasa mzee wangu, swala la mimi kuwa na mke, hiyo ni mipango ya Mungu, usiende kuwaza sana juu ya hili. Unaona? Mimi ipo tu siku hapa nyumbani kwako nitakuletea mkwe. Hayo mambo hayo usiwaze sana mzee wangu. Mwanangu, fanyaje mpaka nipate mali ya kukuwezesha wewe jamani? Sasa sikiliza mzee. Masuala hayo bwana usiendelee kuwaza sana. Maana mwisho wa siku utajipatia pressure. Kwa hiyo tungoja nipike hapa chakula tule tuendelee na maisha yetu mengine. Masuala ya kuwa mimi na mke nitapata tu mzee wangu, hata kama sisi tuna maisha magumu. Masuala haya tumwachie Mungu. Sawa tu mtoto wangu. Basi endelea tu kupika. Mwanangu, unajua harakati zishakuwa mbaya sasa hivi. Mwanangu, harakati ngumu kinoma. Yaani hata ukitokana mchongo wote mimi napiga mwanangu. Kaba babu. Yaani harakati mwanangu sasa hivi zishakuwa. Boya yule. Boya nimemuona mwanangu. Yule boya unamjua yule babu? Gani mwanangu? Anaitwa Alex. Unampata? Mpaka sasa hivi babu hajaoa. Mwanangu unajua nini? Maisha ya kuoa mwanangu bado unatakiwa ujipange kwanza. Sio unakurupuka tu. Panga wapi babu, unaangalia na hali yao nyumbani. Babu ule umaskini tu, sio kwamba useme labda kurupuka nini, maskini yule ataoaje kwanza? Na mke mwenyewe basi anayo unafikiri? Hana. Kumbe hana hata demu. Hana. Meli. Samani. Nakuomba mara moja, kulikuwa na kitu nataka. Meli mdogo wangu. Kaka. Unajua bwana, bila kupoteza muda, mimi napenda nikuweke wazi. Wewe sasa hivi ushakuwa mtu mzima. Na familia yetu toka zamani inaheshimika. Sasa hivi kama unataka kuingia katika maisha ya ndoa, hakikisha umpate mwanaume mwenye pesa. Unanielewa? Kila jambo. Kumbuka wazazi wetu wametuacha mimi na wewe. Wameniachia majukumu ni kuangalie wewe. Sawa? Sije ukatuletea mwanaume maskini hapa akaja kututia aibu kwenye familia yetu. Unasikia? Ndio. Naomba uwe makini kwa hilo. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Umenielewa? Sawa. Sitaki uingie kwenye machangamoto. Sawa, kwa hili. Unaenda wapi? Kuna sehemu naenda hapo kwa rafiki yangu. Uwe makini. Sawa kaka. Umenielewa? Ndio. Nakutegemea dadangu. Sawa. Naam. Huu mzigo tunaofanya hizi biashara ni haramu. Fanya ni haramu. Yule jamaa anayekuja yule, ripoti. Uwe makini. Sawa. Saizi salama ndugu. Kwema. Kwema. Mbona mwenzako aliponiona nimefika pale akakimbia, kuna nini? Hamna. Kapigiwa na simu na mke wake, sijui tokea tumbo lilimuuma ghafla. Kwa hiyo ikabidi aondoke ghafla. Nikasema bwana nenda tu, baadaye tutawasiliana nijue kwamba. Basi kuwa na amani bwana, mimi naenda kwa Robati. Hamna shida afande bwana. Tuko pamoja. Sawa. Poa jomba. Poa. Karibuni vijana. Asante bwana. Hongera sana bwana. Ungeagana kwenye simu tu, nilikuwa bado sijakujua brother. Bwana ndo mimi ndugu yangu. Karibuni sana, jisikieni mko huru. Na hiyo kazi inatakiwa tuifanye kwa uaminifu. Nataka mniletee meno ya kaka kuona. Haina noma.
Halafu lingine kiganja cha mtoto. Sawa? Ndio. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Mtaifanya hiyo kazi? Tutaifanya. Hiyo kazi ngumu. Hapo toa 1.5 mjomba, tufanyie kazi yao. Sawa, 1.5 milioni. Mimi basi nitatoa 800,000. Hiyo kazi kwa sababu ni ngumu blaza. Tupe 2 milioni. Unajua hii kazi bwana mimi nachoka sana. Kila siku sisi tunakata mkaa ndo tupate hela ya kula. Kuangalia hali yenyewe ilikuwa mbaya. Tungetafuta kazi nyingine maana unajua hata serikali inazuia hii kazi hiyo ya kukata miti. Sasa mtoto wangu, tutafute kazi gani ya kufanya bila kata mkaa? Unajua tungebadilisha hata kazi ya kufanya. Yaani aisee unajua nachoka sana. Maisha ndo haya mtoto wangu, utafanyaje? Kata tu mkaa ndio tupate kula. Yaani unajua hata serikali inakataza kukata miti, kila siku tunakata miti. Yaani haya maisha haya. Basi sawa, endelea kukatakata hapo, ngoja mimi niendelee kusanya magogo hapo. Haya. Ui, Alex njoo mtoto wangu nimejikata. Kimbia huku mtoto wangu nimejikata huku. Kimbia mtoto wangu. Nilikwambia hii mzee, unajua haya maisha jamani. Aise. Yaani nyumbani hakuna hata cha kuuza tena mzee amejikata jamani. Mtoto wangu angalia bwana nilipokuwa nimejikata bwana. Aise mzee pole sana. Aise asante sana. Aise pole sana mzee. Asante aise. Nyanyuka basi tuondoke. Taratibu. Taratibu. Yaani haya maisha haya. Yaani kila siku sisi tu yani tunateseka sana jamani. Njoo basi nikuweke mgongoni huko. Kaa vizuri basi. Mbona chimba. Jue meno ya kaka kuona tushayapata. Hapa nilichokuwa na wazia kiganja cha mtoto. Kiganja mtoto. Kiganja. Sikia mwanangu nikwambie. Jana kwa kuna msiba mtaa mabondeni kule. Bondeni. Kwa hapa nikupe akili ya haraka mwanangu. Leo jioni au kesho. Ndio. Inabidi tutimbe pale. Hilo watu nzuri sana. Ndio kwenye kabushi kwa mkono tuondoke au vipi? Haina noma mwanangu. Unajua hapa mwenyewe usawa mgumu. Tuangalie na hela hii ambaye mzee katuambia. Inabidi tufanye chapo. Tupate mtu kwani yule ashakufa tukachukue mkono tuondoke. Nilikuwa na wazia hata nichukue kiganja cha mtoto fulani ila nikaogopa mama yake alikuwa amembeba mgongoni. Sisi nikwambie wewe twende wewe si ashakufa wewe unachukua mkono uondoke hivi. Baridi hii haina noma. Meli. Samahani hebu naomba kuja mara moja. Meli. Nataka nikupe hela hapa mpelekee hela nani? Odi. Nyumbani pale. Karibu. Shoga yangu. Karibu. Salama karibu. Sawa kaka. Marhaba, ujambo? Jambo. Shoga yangu naomba nisindikize. Haya basi twende shoga yangu. Uwahi kurudi Meli? Haya sawa kaka. Sawa mdogo wangu. Sawa. Hebu atisha kwanza hapo namna gani? Poa, kia ndani mkoni hapa. Kwa leo mimi naugwa. Poa, mimi naugwa du. Mwenye na ukwiru tu kinyama yani. Wewe sikilizia. Poa.
Unamuona chula yule? Mbona tunashtuana hapa? Chula, unamuona yule? Chula mwanangu. Wa dada. Mambo. Mbona kikauzo hivi? Sikupenda. Afu kwanza wewe mlembo wewe. Unapenda nini? Huyu mimi nimempenda bwana. Huyu aende. Kulia hivyo. Kulia hivyo. Kulia na mchele. Shika. Mlipe siga kwanza hivi. Nye. Kama kawaida yako, maliza. Bwana maliza kazi. Fanya haraka. Twende. Pole sana. Ulikuwa unafanyaje huko? Nilikuwa napita tu njia. Hichi kijiji sasa hivi kina maovu mengi. Vaa viatu vyako ondoke. Samahani kama nitakuwa nimekosea. Mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa George. Nashukuru kufahamu. Sasa unakaa kwa nani? Nakaa nyumba yetu sio mbali, kwa hapo mbele. Huko mbele huko. Basi siku moja nitakuja nikusalimie nyumbani. Karibu. Sawa. Karibu ndugu yangu. Asante. Jisikie huko huru. Nishafariki. Hapa ni rafiki yako. Asante. Jana kamwona binti yako hapa. Kijana yani kamuona mdogo wangu. Kwa hiyo inamaanisha kuna kijana kamuona binti yangu. Kamuona mdogo wangu. Sawa. Huyo ni kijana ni mtoto wa nani? Mtoto wa Edward. Mtoto wa Edward. Sasa kuna barua nataka nikupe. Sawa, maana hili jambo kila mwanadamu ni lazima alipitie. Mimi nashukuru. Hebu ngoja tuangalie. Haya, ndugu yangu. Uambie hamna shida aina yoyote. Karibuni sana. Sasa ni lini mnakuja? Hata kesho tu. Meli! Kaka. Njoo. Njoo kae hapa kwenye kiti. Mbona unafuraha kaka? Hamna. Yule mgeni aliyetoka sasa hivi. Ndio kaka. Yule kijana mtoto wa Edgar unamfahamu anayekaa South. Ndio yule namfahamu. Anataka kuoa. Yaani yote niliyokabidhiwa na wazazi wangu ni kuangalia wewe nihakikishe unaishi katika maisha salama. Hakika yametimia. Asante. Aise, ndogo wangu. Kaka. Nakutakia maisha mema kabisa. Asante kaka. Barua yenyewe ni hii hapa. Angalia. Asante Mungu. Kama nilivyokabidhiwa na wazazi wangu ni kuangalia nihakikishe unaishi katika maisha salama. Sasa leo ndio mimi. Pela yenyewe ndo huu lakini sipo pazuri hapa. Kwa nini? Kuna kuaga na wadudu wenye sumu kali. Hasa nyoka. Kwa makini. Maana maeneo haya sio mazuri. Tena, shida nini? Umefanyaje? Mama, umeona? Si nimekwambia. Nimekwambia mimi lakini wewe umekuwa mbichi, haujanielewa, umeona? Sana kusaidiaje nipo mwenyewe?
Mnyanyue taratibu. Wacha. Ngoja ning'ate dawa hapa nani. Pole Mili. Tulia basi, nyamaza. Pole shoga yangu. Sasa hapa tayari. Kweli atapona? Hapa anapona. Yaani anapona kabisa, yaani usio na wasiwasi. Ila sasa kwa sababu mimi nina haraka sana. Hali ya mgonjwa naona inazidi kuwa mbaya. Hapa sumu tu lazima itaondoka. Kwani si karibu tu hapa? Nyumbani ni karibu, yupo kaka. Kakake yupo. Basi kimbia mara moja, nenda kamuite kaka yake. Ili aje amchukue, hata kama watakuwa na usafiri nini, ili waje wambebe hapa aondoke mazingira haya. Ila wewe nenda, mimi nitakuwa naye hapa. Haya sawa. Haya ondoka. Naona boss ndo naam. Mzigo bwana uliotuagiza? Hakika tushaukamilisha. Jana sikia wewe. Tumetoka na mabalaa. Sawa. Tuache porojo kibao. Mzigo ni huo hapa. Sawa bwana. Sawa sana. Jana mimi nawaamini. Sikia sasa. Hapo mchai vibunda tu tuondoke. Haina shida. Sasa lakini siku na hela nyingine nishawatumia kwenye simu. Ile umetumia. Hivyo wale watu moja hapa na 50. Bado natumia na 50. 150. Sawa. Sikia. Tulia bwana sasa. Haina shida vijana. Wewe usiwe na haraka. Sawa. Shika. Sasa tufanye kazi kwa uaminifu. Sawa boss, tumeshakuamini. Kuna kazi nyingine na tarajia kuifanya. Haina ubaya. Sasa hivi tuwasiliana hivi mpaka tupige simu. Yaani hakali siku hizi mabalaa. Haina shida. Bala nyingi sasa hivi. Vijana. Kibege chetu hicho. Na waamini sana. Sawa, kibege chetu. Hamna shida. Kuna nini? Kaka Meli. Kuna nini? Kaka Meli. Meli kafanyeje? Meli kaumia kaka. Kaumia wapi? Kaka kaumia wapi? Meli. Huko sasa kuongee. Meli kaumia. Kaumia wapi? Kule polini kaka. Kule polini kaka. Kaka Meli. Kaka Meli. Wapi sasa? Twende sasa, unaongea umemwacha na nani sasa? Dada. Nyanyuka. Aise pole sana. Pole sana aise. Mimi kwa majina? Mimi jina niliopewa na wazazi naitwa Alex Amosi Chibalali. Unaishi wapi hapa? Mimi nakaa bondeni pale Kairobi pale. Ukifika tu pale bondeni ukiuliza tu kwamba eti kwa Malapulapu wapi wanakuelekeza. Ndugu zako anaitwa Malapulapu? Babangu mimi anaitwa Malapulapu. Nashukuru kwa kufahamu. Sawa. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Mary. Naitwa Mary. Sawa. Unaolewa na nyoka? Nilikuwa nachuma pera tu pale. Ulikuwa unachuma pera? Aise pole sana. Ila kwa hiyo sasa hivi unajisikiaje, maumivu kidogo yamepungua Najisikia vizuri kaka. Kweli Ndio. Nashukuru sana kwa kunisaidia. Ni vitu vya kawaida. Mimi mwenyewe bwana na matatizo, babangu aliumia. Sasa nikaa harakati humu kumtafutia dawa ili nimwaishie kule. Ndio nikaitwa na ile rafiki yako, siji rafiki yako. Sijui mwenyewe uko wapi. Nimemwagiza aende akamuite kaka yake siji. Ili aje wakuchukue. Maana hali yako kidogo ilikuwa mbaya sana. Sawa, asante kaka, nashukuru. Sawa. Kwenye ule mti. Nimeng'atwa na mdudu tu hapa. Umeng'atwa na mdudu? Kaka mwenyewe ananisaidia ni huyo hapa. Huyo hapa? Mimi ndo niemsaidia. Mbona mdogo wangu unanichezea picha? Hapana kaka. Yaani wanadamu bwana, hata asemi asante.